are the miracle working God. Hey, you are the Lord who is, who was, who is to come. Hey, Jesus, Jesus, you are the miracle working God. You are Yahweh. You are Yahweh. Hallelujah. Oh, Zanzambe, Alpha and Omega. 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 Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Sing hallelujah, sing hallelujah. Hallelujah, amen. Nataka makofi, makofi. Hallelujah, amen. Hallelujah, hallelujah, amen. Sing hallelujah, oh sing hallelujah. Hallelujah, amen. Mikono juu kwa Yesu. Hallelujah, Mikono juu kwa Yesu. amen. Mikono juu kwa Yesu. Mikono juu kwa Yesu. Sing hallelujah. Nataka uinue mikono juu kabisa kwa Yesu. Ha! Oh! We serve a living God. Sing hallelujah. Oh, sing hallelujah. Hallelujah, amen. Hallelujah. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Sing hallelujah. Oh, sing hallelujah. Hallelujah, amen. Hallelujah. Hallelujah, amen. Hallelujah. Hallelujah, amen. Sing hallelujah. Oh, sing hallelujah. 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 Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Sing hallelujah. You are the mighty God, the great I am. Hallelujah. Hallelujah. You are the mighty God, the great I am. Hallelujah. Hallelujah. Oh, you are my defender. You are my healer. The great I am. The great I am. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Nataka imba ipino mikono. Twende like this. Hallelujah. Ino mikono juu kabisa. Hallelujah, Amen. Hallelujah. Amen. Sing hallelujah. Oh, sing hallelujah. hallelujah, Oh, hallelujah. hallelujah, Oh, hallelujah. Hallelujah, Amen. Sing Hallelujah. Oh, sing hallelujah. hallelujah, To the King of Kings. hallelujah, To the Lord of Lords. hallelujah, Amen. Sing hallelujah. Nataka sasa makofi tu. Patia Yesu makofi. Makofi. Ale makofi kwa Yesu. Makofi kwa Yesu. Inua Yesu. Inua Yesu. Inua Yesu. Inua Yesu. Inua Yesu. Inua Yesu. Bariki Yesu. Bariki Yesu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Sing hallelujah. Sing hallelujah. hallelujah, Hallelujah. hallelujah, Hallelujah.
Haleluya. Wangapi wanajua Yesu amewaokoa? Wangapi? Wangapi wamejua Yesu anaokoa? Aliyeniokoa. Bwana Yesu. Aliyeniokoa. Bwana Yesu. Bado sijamalizia. Aliyeniokoa. 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 Yesu. Ninamjua aliye mwamba, aliyeniokoa ni Bwana Yesu. Ninamjua aliye mwamba. Nataka upige makofi Bwana. Oh, ninamjua. Makofi kwa Yesu. Aliyeniokoa ni Bwana. Sasa makofi ya juu kwa Yesu. Makofi ya juu. Ninamjua aliye mwamba, aliyenikomboa ni Bwana Yesu. Ninamjua aliye mwamba, aliyeniokoa ni Bwana Yesu. Nataka sasa umwambie mwenzako, ambia mwenzako, ninamjua aliye mwamba, aliyeniokoa ni Bwana Yesu. Ninamjua aliye mwamba, ambia mwenzako, aliyeniokoa ni Bwana Yesu. Ninamjua aliye mwamba, aliyeniokoa ni Bwana Yesu. Ninamjua aliye mwamba, aliyeniokoa ni Bwana Yesu. Aliyeniokoa, aliyenikomboa, aliyeniinua ni Bwana Yesu. Aliyenikomboa, ameniweka huru, aliyenikomboa ni Bwana Yesu. Ninamjua aliye mwamba, aliyenikomboa, aliyeniokoa ni Bwana Yesu. Oh, ninamjua. Nataka tukiimba makofi. Makofi kwa Yesu. Makofi ya juu kwa Yesu. Makofi ya juu kwa Yesu. Wapi shangwe na vigelegele kwa Yesu. Ninamjua aliye mwamba, aliyeniokoa ni Bwana Yesu. Ninamjua aliyeniokoa, Bwana Yesu. Aliyeniinua, aliyeniokoa, aliyenikomboa ni Bwana Yesu. Ninamjua. Imba ukipiga makofi. Aliyeniokoa, nimekombolewa, nimewekwa huru na Yesu, nimewekwa huru, nimekombolewa na Yesu. Hale, inua. Bariki. Inua. Tukuza Yesu, tukuza Yesu. Ruka kwa Yesu, 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 ruka. Mkono yu. Sure. Twende. Happy. Tukaribishe Martin jana. Inua.
Inua. Nione mikono ya Yesu kila mtu juu. Adu awoko kwa ina wegai. Ogo. Oyo. Celebration. Inua. Yes. Inua. Peperusa hivi. Oya guoko gwaku igua. Ako ina moko mere guoko iguru gua. Ogo. Ni wega. Ni ogo. Asante. Bwana asifiwe. Sina wawu hoi. Kuba muri athaka oguo. Kuba mwena riri oguo. Ni undu wa gucoka ciro. Ni undu wa guka ciro. Hey. Nduhurire Ngai witũ rũhĩ rwega. Mũrĩ aiki ũguo. Mũkĩte ũguo. Nginya mwena ũyũ. Bwana asifiwe. Mwena ũyũ mwathani agocwo wega. Haya. Na ithuĩ nĩ tuoka. Yes. Twarĩkanĩire no nginya tũrĩcokaga haha. Kĩgongona gĩkĩ o mwaka. My sister nginya tukanĩriga o mweri. No wega tũraigĩte o mweri. Hĩndĩ ĩngĩ twĩrĩgĩte rĩ. Twarĩkanĩire okay. O mweri. No Ngai nĩ mwega. Mwaka mũgima. Kuma rĩrĩa twĩrĩga. Tũkĩaria cia ciro. Nĩ twacoka rĩngĩ. Na twĩ muoyo. Yes. Nĩ twarathire tukiuga ithuothe nĩ tugacoka haha. Nĩ ndio na mũndũ akĩhũra rũhĩndĩ no madamu ũyũ. Tamaka. Twarathire tukiuga ithuothe nĩ tugacoka haha. Na tugacoka twĩ muoyo. Na gũtirĩ mũndũ ũgũkua. Ũguo nĩguo twarathire. Tukiuga tũtirakua. Nĩ tũgũtũũra muoyo. Na nĩ tũgacoka haha. No mũthĩ nĩ twacoka. Na hinya mwerũ. Reke ngwĩre hinya ũrĩa twoka naguo. Ti ũcio twokĩte naguo rĩu. Rĩu twĩ na hinya ũngĩ mwerũ. Bwana asifiwe. Biashara citũ ciratherema na hinya ũngĩ mwerũ. Nĩ ũranjigua wega. Biashara citũ ciratherema na hinya ũngĩ mwerũ. Mwathani arogocwo. Maũndũ maitũ marerũha na hinya ũngĩ mwerũ. Amen. Wiki ĩno yothe mũtũrĩte haha kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Na rĩu thaa ici nĩ kũrĩkĩria tũrarĩkĩrĩria na hinya ũngĩ mwerũ. Oya guoko gwaku na igũrũ ũguo. Tũhũrĩre Apostle Jenga. Oke atukaribishe thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Karibu sana mtumishi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndĩrenda kukaribisha arĩa othe maratwĩrorera kũrĩa guothe marĩ. Arĩa othe maratuona Kameme TV, arĩa othe maratuona social media-inĩ, kũrĩa guothe ũrĩ, twakũhoya rĩu ũikare o hau na ndũgacenjie mũtambo. Tondũ kwĩna kĩrathimo thĩinĩ wa ikaro gĩkĩ. Bwana Yesu asifiwe. Na andũ nĩ arathime. Na andũ nĩ marathi na mbere na kũrathimwo. Na tuoka ciu gũcokia ngatho nĩ ũndũ wa mwaka mũgima. Na nĩ twacokia ngatho nĩ ũndũ wa timu ya Martin wa Janet na arĩa othe makoragwo nao na timu yothe ya Kameme TV arĩa othe mokĩte na arĩa othe nginya me studio makĩruta wĩra mwega wa gũtũikia rĩera-inĩ. Na Kameme marathimwo, na Kameme tũre, na Kameme gĩe na maũndũ mega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ.
Karibu sana, karibu sana. Amen. Amen. Hore ndungata ya Ngai rohero wega. Haya. Wow. Ndiona mukurino mwenzangu haha gwetwo Karango wa Muraya hamwe na ithu. Wapi makofi ya Karango wa Muraya? Ukahaha. Kaha. Nianengerwo microphone akiri mukurino. Mwathani arogocwo. Nianengererio microphone geithia andu mundu wa Ngai. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ngai witu arogocwo. Niĩ ndĩ mũkenu nĩ gũcoka haha Shilo tondũ ndiriganĩrwo gũcoka harĩa Mwathani andirikanĩire. Mwaka ũcio ũrathirire twarĩ o haha no na ũmũthĩ tũtinacererwo gũka kwĩra Mwathani nĩ wega. Ngoro yakwa nĩ kwĩharĩirie mũno na ngoro yakwa nĩ kwendete mũno gũka nĩgetha njĩre Mwathani harĩa ndarĩ 2022 ũmũthĩ ti hondĩ. Na niĩ nĩ njũĩ na nĩ gĩkeno kĩu kĩrĩa ngwenda kũmwĩra mũheo angĩaga gũcokia ngatho mũheani nĩ kũnoga nogaga. Mũtinanyita mũheo angĩaga gũcokia ngatho ũrĩa ũkũmũheaga nĩ kũnoga nogaga. Na tondũ nĩ mũkĩte gũcokia ngatho nĩ tondũ nĩ mũhetwo ũrĩa ũtũhete ndakũnoga nĩ gũtũhe. Koguo na 2024 tũgakorwo haha tũkĩmwĩra nĩ wega. Rĩu oya moko maku na igũrũ wĩra Mwathani nĩ wega. Tondũ tha ciake nĩ nyingĩ. Na nĩ tondũ wa ndungata ĩno Apostle Teresia Jenga ũyũ tũririkanagia Ngai nĩ harĩ andũ arĩa ahũthagĩra gũtũririkania harĩ ũndũ atwĩkĩire. Oyai moko na igũrũ muge arathimwo. Arathimwo. Thank you so much Martin Jana. Rugamo hau rugamo hau. Hore Karango rohero wega. Haya. Hena muini ũngĩ mũrata wakwa wĩ gũkũ wa kĩgongona gĩkĩ etagwo Paulo Mũbea. Wapi makofi ya Paulo Mũbea? Na nĩ mane acokete Shilo. No ũrĩa esimati. Ugai arathimwo. Mũbea geithia andũ aya nĩ aku. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ero cio ngĩthĩna ti gũka. Thĩna nĩ kũriganĩrwo nĩ gũcoka. Mwĩra ndũkariganĩrwo nĩ gũcoka haha. Gwĩka kuga ũrĩa Ngai atwĩkĩire Mwathani arogocwo. Niĩ nĩ ngoretwo gũkũ Martin kuma rĩrĩa Shilo yambirie nĩ njũkaga onokorwo njũkaga mathaa manini. Na ndĩ mũrathime na ndĩretĩkia nginya 2024 no ngakorwo haha njokete kwĩra Mwathani nĩ wega. Ngai witũ mũrathime. Amen. Kameme TV ĩrotũra. Rugamo hau brother. Ugai Mũbea arathimwo. Haya Apostle Jobu. Thank you. Bwana asifiwe. Hallelujah. Niĩ ndagũka nĩgetha tũcoke Shilo na nĩgetha twĩre Ngai nĩ wega. Ngwenda gũkwĩra ũndũ o ũmwe ona niĩ. Gĩtũmi kĩrĩa gĩatũmire Mũrendekai athereme na rĩĩtwa rĩake rĩtũgĩre nĩ tondũ rĩĩtwa rĩake nĩ rĩagwetirwo nĩ mũthamaki. Marĩĩtwa manyu marogwetwo nĩ mũthamaki tondũ rĩĩtwa rĩothe rĩanagwetwo nĩ mũthamaki nĩ gũtũgĩra rĩtũgĩra. Andũ arĩa marĩĩtwa nĩ athamaki maheagwo bendera, makaheo ngari njega, makaheo makao mega. Marĩĩtwa manyu marogwetwo nĩ mũthamaki nĩ ũndũ wa gũcoka Shilo. Barikiweni sana. Amen. Pastor Tito wa Bethi. Rugio kaundu. Mwathani arogocwo. Tugeithanie ũguo Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe gĩakwa no gĩkĩ. Thũ cia kĩgongona gĩkĩ nĩ cikũmenya nĩ kũrarĩ na Shilo. Bwana asifiwe. Onawe thutha ũyũ arĩa matarakwaragĩria nĩ mekwanjia gũgwetha tondũ nĩ mekwanjia kuona ũgarũrũku waku. Mwathani arogocwo. Kiugo gĩaku gĩa kũmera nĩ gĩkĩ. Tucokaga Shilo o mwaka. Rathimo-inĩ Ngai. Amen. Royce Mwangi ndugeithia andũ. Bwana asifiwe. Praise God. Amen. Mimi naitwa Royce Mwangi, nimeokoka. Gũtirĩ ũndũ ũkenagia Ngai ta gũcokia ngatho. Nĩkĩo tũkire nĩgetha tũcoke Shilo tũcokie ngatho. Amen. Jenga wa keyboard Mwathani agocwo. Oka my brother. Ore Jenga rohero wega. Oka haha Jenga. Muhore irohi agiuka muhore. Yes. Haya. Ikado Jenga nginya TV nĩ meke ũguo. Mugeithie iwega. Asante. Tathi harĩa keyboard-inĩ wengi. Ni muteithanie na Mwangi mwena wa kiki. Wapi makofi ya Kameme TV? Umuthi ndĩrĩa tũingĩre Shilo na andũ nginya mekũrĩa Kameme TV arĩa me social media. Ũguo ũmũthĩ kĩgoco nĩ gĩkũnyiha nĩgetha ũnabii ũrĩa ũrarekererio wa mũico tũwĩigue wega. Mwathani arogocwo. Nĩ mwĩharĩrĩirie.
Uguo no ko ne tukuina muno ni nyimbo kindu 25. Uraiga nä chonjo araiga nä chonjo ithe tiguo nä getha tå ingä apostle na ndungata iria harä rä irie ndä rona haha må tumia må rata wakwa wa kuma kå rä a Naikuru mwathani arogocwo å rä ndungata ya Ngai rå hä rwega twacemanirie handå kä gongona Kiambu na kä ndathima na njä ra njega må no. Haya, muko sawa? Muko gangari? Ndatuira tahana waerikana moyo na iromo niguo guthaitha gucia kwa cianyona ndicikajuria kayurokaira itheitania ndatuira tahana waerikana moyo na iromo niguo guthaitha gucia kwa cianyona ndicikajuria kayurokaira itheitania Emmanuel Wagaire,
Inua Yesu, inua. Aya, ndio toroge hanini. Oya mkomo. Oya. Kila mtu afaina mokamere. Oya igoro gwa. Ya toroge hanini. Toroge ranga imegokena. Yodo amodanya wa mone. Oyo. Kila mtu. Oyo. Oh, ne wande inanga.
Wina magoro mere neguo. Na meguo. Magoro na ngame thibitari. Nge matire moyo. Ekoguo. Kore. Sumuke. Koguo mwathani twoka ciro riu niguo mwathani twenda guguthikiriria Jesu tukoretwo wiki ngima guku mwathani andu ayo moko maku mere iguru guo riu tukoretwo guku wiki ngima mwathani turenda kurikia na gukwira ni wega gukunengera ngoro citu gukunengera mere itu gukunengera bururi witu gukunengera mawira maitu gukunengera mathina maitu mothe mathina maitu mothe tumatige kigogona gike umuthi mathina maitu mothe tumatige kigogona giki umuthi ngoma iria ituthenagia mecii itu tukirikia program ino tumatige kigogona giki tumatige haha ngoma iria ituritie mecii itu na merimu oya guoko iguru uguo turacitiga haha twacirangiriria na tuciire atiriri mecii itu ni kanyanga mecii itu ni kanyanga mecii itu ni kanyanga mutumia we haha urireta wiki ngima urireta wiki ngima oya guoko waku go muthuri na mutumia na mwanake na mwiritu wi guku we ndu kurira ringi we ndu kurira ringi we ndu kurira ringi we ndu kurira ringi umuthi tugi-celebrate mwathani tukiruta magongona maitu tugithii kigongona-ini mwathani tukireraga ta mutumia uria werirwo atiriri niki kiratuma wina-ine iromo no ni gukuhoya kuhoyaga ni undu wa ruo ruria mutumia ucio ageragira kwi mutumia ukire kanua gake gakiinainaga mwathani hey kwi mutumia ukire umuthi kanua gake gakiinainaga mwathani akiuma na muramo-ini o mwathani kanua gake kaigenge thiini wa ritwa ria amina he mwanake ukire guku na muthuri Ngai okire ngoro yake ni gutuba niguo ni maithori riu twiciro mwathani twiciro mwathani ikuruka wikire muthuri ucio undu mweru ona mwanake o maundu meru aria maraturira twi TV-ini mwathani twina andu mamilioni maingi muno page ciothe iramemerekio horo uyu kwina andu maratwirorera na ngoro ciao cinamite koinama tugithie ciro ona mwathani tuthie hamwe nao tukiambata mwathani twabatanie nao tukirathimwo mwathani turathimanĩrio nao bũrũri witũ thayo turahoya thayo rĩu
tukiuma haha Shiro bũrũri witũ tũhoya ũiguano tũhoya ũiguano manyũmba maitũ matikomomorwo rĩngĩ mwathani nyũmba citũ itikomomorwo rĩngĩ mwathani thithino itũ ndĩgũitĩka thĩ rĩngĩ mwathani nĩ twoka Shiro angĩkorwo nĩ mehia bũrũri witũ twĩnamo ũrotũiguĩra tha ririkana mũtongoria witũ na mũnini wake kabineti yothe ya bũrũri handũ hothe yarũma na nĩ ĩratwĩrorera tũhoya wega waku ũtwarane na ithuĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku Ngai na rĩa mũrũguo nĩ twahona twetĩkia ũrĩa Ngai witũ ũhĩ wega rĩu tũrũgamĩte oro ũguo ũmũthĩ ndĩmũrie ndĩina nyĩmbo nyito nyĩmbo ta 20 na kĩndũ nĩ ciagĩthira mwathani arogocwo now on the stage nĩgetha twaigue kĩrĩa gĩtũmĩte tũrũrũnganwo ithuothe kĩrĩa gĩtũmĩte TV ya Kameme yũke gũkũ give hope nĩ njũ nĩ ĩramemerekia ĩmwe kwa ĩmwe TV page ya Karangwa amwe nĩ ĩramemerekia ya Martin Wanjara nĩ ĩramemerekia ona ya Sinagogu nĩ ĩramemerekia kwĩna andũ mamirioni maratwĩrorera haha he kĩrĩa gĩtũmĩte tũrũrũngane haha he kĩrĩa gĩtũmĩte tũrũrũngane haha oya igua koguo tũkĩrehe maguta ma Ngai haha tũkĩrehe maguta ma Ngai haha etia presence ya Ngai etia presence ya Ngai kĩgongona gĩkĩ etia hinya wa Ngai ĩra Ngai ikũrũke mwĩre ikũrũke oya guoko na igũrũ guo nĩ njũ ithuothe tũrĩ haha tũkĩenda kũrathimwo ũmũthĩ oya guoko gwaku na igũrũ guo etia presence ya Jehova ona inyuĩ mĩciĩ etia presence ya Jehova etia presence ya Jehova ikũrũke thĩinĩ wa mũthenya wa ũmũthĩ rĩu kanitha wa Sinagogu tũgĩthiĩ Shiro wega wa Ngai wĩikũrũke ũtugi wa Ngai wĩikũrũke riri wa Ngai wĩikũrũke wega wa Ngai wĩikũrũke rĩu tũgĩkũhũrĩra rũhĩ mwathani tũgĩkũhũrĩra rũhĩ mwathani he maũndũ merũ megwĩkĩka he maũndũ merũ megwĩkĩka he maũndũ merũ megwĩkĩka wapi shangwe na vigeregere ya Apostle Teresia wapi shangwe na vigeregere ya Apostle Teresia Apostle Teresia wapi shangwe na vigeregere kwake yes wai guoko igwe wapi makofi na shangwe na vigeregere karibu sana Apostle nitukwendete muno ndiraigire Kameme-inĩ we niwe muhunjia wa mbere gekwaria ũguo koigua na rĩtwa Shiro rĩu kaba kwaragia ma ni hocete ahunjia ingĩ muno atĩ o mwaka ũhoro wa Shiro ndũiguagĩra Biblia-inĩ no ndona maũndũ reality ti gũikara thĩ nĩ ũru gũikara thĩ ndungata ĩtaigĩte mũikare thĩ ĩno iha nĩ hĩndĩ ya niĩ kũigua Shiro ndĩmĩthomagĩra Biblia-inĩ rĩu ũmũthĩ tũramĩona live atĩ o mwaka hana nĩ athiaga kĩgongona-inĩ naguo kanitha wa Sinagogu niĩ ndĩ mũire to kanitha rĩu nĩ mĩaka 3 na ndirĩ ndakorwo itarĩ haha hĩndĩ ya Shiro kĩgongona gĩkĩ kĩgambio rũrigi harĩa gĩkĩgambio rũrigi hua ndarĩ o hau na mũtumia ndariganagĩrwo na nĩkĩo mũthenya wa ũmũthĩ ndũriganagĩra thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ na inyuĩ maroho marĩa mothe mamũgiĩte thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ igongona rĩrĩa tũkũrutĩrwo haha ĩtĩkia atĩ kwĩ maũndũ merũ megwĩka mĩtũrĩre-inĩ itũ ĩtĩkia biacara citũ cigũtherema double thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ ndĩraganire nĩ wega kũganaga ĩganagwo ĩkĩ ĩmwe niĩ Apostle ndiraigua njĩtĩte mathiko tũgathike mũcirika wake kanitha-inĩ ũrĩkũ ũguo nĩ kuga gũtikuagwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ na mũtigũkua thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ mũtigũkua thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ nderorire video cianyu na mũbea gũkũ atongoretie mohiki ta mana ũguo gũkũ andũ nĩ mohiki mekaga thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ amen Apostle hĩndĩ ndĩramwagire mĩeri ya 3 mwaka ũyũ ararĩ kũ ndarora andũ aingĩ haha ndĩmonaga majuu mathiaga magĩcokaga kanitha nĩ mũrathime kati mũrathime wapi shangwe na vigeregere ya Apostle karibu sana tunakupenda asante sana Martin amen God bless you so much nĩ tondũ wa session ĩyo njega na gũtũrehera Kameme TV mũtikiuge Kameme rathimwo
na Kameme tore. Haleluya, ikaradhi. Bwana Yesu asifiwe. Nafurahi sana kusimama mbele zenu. Praise the Lord. Nashukuru Mungu sana kwa sababu last year tulikuwa hapa tukisherehekea hafla yetu ya Shilo. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tulitengeneza hafla yetu. Hii ni sikukuu yetu ya Shilo, kurudi kwa madhabahu, kumshukuru Bwana, kumtukuza Bwana na kumuinua Bwana. Praise the Lord. Kwa hivyo nina furaha kubwa na ninashukuru Mungu sana kwa sababu yako na kwa sababu ya kanisa la Synagogue. Jipigia makofi wana Synagogue kwa sababu mmekuwa waaminifu kwa huu mwito na kwa hii kazi. You have been faithful to this calling and this church. Mungu awabariki sana. Wacha sasa nichukue nafasi nikaribishe watazamaji wetu Kameme TV, tunawapenda. Mungu awabariki sana. Neno la Bwana linatukumbusha kurudi katika madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Wengine watasema hiyo ilikuwa Old Testament. Madhabahu ni mahali huko. We mau ni maheni. Ebu abia huyo jirani maongo. Kuna mahali Mungu amejiinulia. Pale yeye mwenyewe amechagua. Ukisoma kitabu cha Deuteronomy chapter 12. Biblia inasema Mungu akaongea na Joshua. Akamwambia mahali mnaenda kuingia, ile nchi ninaenda kuwapatia, mkiingia huko mkuwe careful. Muangalie mahali pote watu hao wanatumia kwa maabudu. Madhabahu zao zote muharibu. Zote muharibu. Ile nchi mnaingia, the first instructions, mkiingia muharibu madhabahu zao zote. Instruction ya pili, alafu nyinyi kuna mahali nitawaonyesha. Pale patakuwa ni pangu pa maabudu. Na mahali hapo nitajiinulia. Hapo ndipo mtaleta sadaka zenu. Hapo ndipo mtaleta dhabihu zenu. Hapo ndipo mtaleta na maombi yenu. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu ana nyumba yake. Na kila mtu kuna mahali amechagua kwake kuomba. Haleluya. Lakini kuna mahali Mungu amejiinulia kwa sababu ya jina lake. Unaweza ukaombea kila mahali, lakini ukumbuke kuna mahali Mungu amejiinulia. Na ndio maana usifikirie Hana alikuwa anaomba mwaka mara moja. No, Hana alikuwa anaomba hata akifua nguo. Baba, ni siku gani nitafua nguo za mtoto wangu? Hiyo ndio ilikuwa maombi kwa nyumba. Akiosha vyombo, anaona kakikombe ya mtoto wa Penina hapo. Anasema, Mwathani, utanipatia lini mtoto na mimi nioshe kikombe yake? Akienda kutandika kitanda, anaona tu blanketi tumeanikwa nje twa watoto. Anasema, Mungu, ni siku gani na mimi nitaanika blanketi za mtoto wangu? Alikuwa anaomba every day kwa sababu hayo maneno yalikuwa kwa moyo wake. Lakini pamoja na maombi yake, alitambua kwamba kuna mahali Mungu amejiinulia kwa sababu ya jina lake. Na hapo mahali alifanya kusudi kwenda mahali hapo every year. Bwana Yesu asifiwe. Labda hauendagi kanisa, labda hata unaendaga kanisa usijui unaendaga mara ngapi, lakini lazima uulize ni mahali gani Mungu amejiinulia kwa sababu ya jina lake. Hapo niende nikasimamishe maombi yangu. Hapo niende nikatoe sadaka zangu. Hapo niende nikatoe dhabihu zangu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio maana ya Shilo. Ni kukuja tu kwa madhabahu. Ukiwa na mahitaji ni hapo. Mahali amejiinulia. Unaleta shida zako. Wakati tulikuwa tunafungua hii kanisa, Mungu aliniambia, nijengee madhabahu. Ninatamani kukutana na watu wangu. Hayo ndio maneno Mungu alisema nami. Niinulie madhabahu. Nimetamani kukutana na watu wangu. Nipatie mahali nitakutana na wao. Praise be to God. Na wakati tuliinua hii madhabahu, Mungu akaniambia nitakutana na watu hapa. Na ndio maana wale watu wamepokea kutoka kwa hii madhabahu ya Synagogue hawawezi wakatoshea hii nyumba. There are many. Kwa sababu Mungu aliniambia hii si kanisa, ni madhabahu yangu. Bwana asifiwe. Aliniambia vizuri, sio kanisa, ni madhabahu yangu. Na ndio maana tukaita Synagogue. Synagogue ni mahali pa makutano. Ni mahali watakatifu wote wanakusanyika.
wanaingia kwa kusudi ya kutafuta uso wa Bwana. Bwana asifiwe. Ni mahali hata Muislamu akiingia usimwambie wewe ni Muslim, rudi huko. Hapa Muislamu akiingia kutafuta Mungu awachwe atafute Mungu wake. Hapa pakiingia mtu ako na dini gani, hapa ako na haki. Wale wanakuja Wednesday wanaona hapa kila mtu ako na haki. Watu wa mataifa wengine wanatoka mbali sana, Wednesday anakuja hapa. Mungu aliniambia niinulie madhabahu, nimetamani kukutana na watu wangu. Na wakati nilinua hii madhabahu ndio nimekuambia wale wamekuja kwa hii madhabahu kupokea hawawezi toshea nyumba. There are so many. Hawawezi toshea hii nyumba. There are many. Wametambua hapa kuna kitu, kuna kisima, kuna kitu Mungu anaachilia kutoka hapa. Na kwa sababu Mungu alitupatia hii season ya Shilo, hii ni kukumbuka na kucelebrate. Huu ni mwaka wetu wa 3. Tupigie makofi. Si tumejaribu. We are 3 years old. Nisikia mtu akisema niko miaka ngapi? Mimi niko 3 years. Hapa niko walika na Shilo na synagogue. Tuko na miaka 3 hapa. We are celebrating our 3 years hapa kanisa hili. Tunashukuru Mungu sana. Na sasa kwa hiyo celebration ya kukumbuka mwaka ndio celebration ya kurudi kumwambia Mungu asante. Hii ndio celebration ya kukuja kumwambia Mungu nimeona mkono wako. Na wale bado Mungu hajatenda, hana hakuchoka, alikuwa anaenda mwaka kwa mwaka kwa mwaka. Amen. Nataka kukaribisha pastor wa Kirinyaga asalimiane. Karibu pastor. Umekuja na mchungaji, muite. Kama umekuja na mchungaji mwingine, chukua microphone. Bwana asifiwe. Kuja usimame hapa ndio uite watu wote wa Kirinyaga yote uambie pahali tuko. Bwana asifiwe. Nitamuita bibi yangu akuje. Yeah. Mrs. Pastor uko wapi? Tumikie unakaa bali hivyo. Akae hapa. Bwana asifiwe. Amen. Naitwa Pastor Mwangi, na hudumu Kirinyaga, bali kunaitwa Karusho, ni njia ya kwenda Embu. Kifika pale kanaitwa Muruli, ni kama 5 kilometers unaingia karibu na Giriabu Secondary School. Giriabu. Orerorera Kameme TV. Cheza kama wewe na cheza sita. Wehotanira ginyagia maita 5,000 ma beti yaku teke teke. Yes, ni uhuthu. Hihinya *675# uthake na namba 6 cia munyaka kuma 1 nginya 6. Ikira muigano wa beti yaku kuma 50 tu wehotanira ginyagia maita 5,000 hau. Cheza kama wewe na cheza sita. Wigire mweke muhari miekene ya gutuika muhotani. Hihinya *675# uthake o riu. Mundu utakinyetie miaka 18 ndagathake. Thaka na uigirereki. Itangatho riri ni rihitukie ni BCLB. Get ready for an exhilarating ride of empowerment and inspiration. Introducing Vijana Tubonge, the ultimate youth-driven show that's here to light up your screens and ignite your aspirations. Vijana Tubonge isn't just a show, it's a movement that's all about spreading hope, inclusivity and participation. Get ready to unlock the doors to a world of information programs and opportunities that will stir your economic empowerment. Join us for a power-packed 1-hour show that resonates with the heartbeat of the youth. Join the virtual buzz by sending your questions through our social media platforms. Your voice matters and we're here to amplify it. Vijana Tubonge, where your voice, your dreams and your future collide. Get ready to be inspired, engaged and empowered. Stay tuned for a show that's not just on the screen, it's in your heart. Vijana Tubonge, brought to you by Shofko Sacco. The lives of 2 young girls. My star sign is lucky. Something good will happen. Yani mom na dad wana fight na wewe kazi yako ni zodiac signs. Raised by secrets. There's a lot going on at the moment in this house.
It's either balota tume hiyo pesa or else. Is about to be changed forever when their true identity is uncovered. That girl is not his daughter. That Anetas will prove me right. I'm really concerned. If they treat her like an outcast, she'll definitely go back to their family. In the brand new unmissable Zari starts 23 October only on Maisha Magic Plus channel 163 on DSTV Access, GoTV Plus channel 3. Ataenda kucheza nje na hii baridi yote. Why did you let him go? Si atagonjeka. Sasa asipofanya tizi, how will he win more trophies? To protect our family from germs that cause illness when it's cold, we use Dettol soap. Dettol soap with germ defense gives you protection. When it's cold, germs are transferred in different ways. And Dettol soap's germ defense protects you from up to 100 illness-causing germs. Be Dettol sure. Dettol celebrates Global Hand Washing Day. Haleluya. Sasa nataka tujitayarishe kwa sababu ya kupokea neno na kulisikia neno la Bwana. Alafu tutaendelea. Hallelujah. Thank you, Apostle. Asante. Naomba mke wangu akuje tusalimiane pamoja. Amina. Si ni vizuri? Thank you very much. Amen. Ehe. Hallelujah. Amen. Mimi naitwa Pastor Michael. Ehe. Na nimeokoka, Yesu ni Bwana. Amen. Tunahudumu na huduma inaitwa Maranatha Gospel Outreach. Ehe. Na nimekuwa rafiki wa hii ministry. Asante. Kwa online na wafuata. Amen. Na kwa ibada wakati mwingine. Kuna wakati nilitembea hapa lakini ulikuwa ng'ambo. Lakini nilikaribishwa na pastor. Okay. Na tumeokoka na tunaendelea vizuri. Amen. Na tunawapenda sana. Asante. Bwana wabariki. Tusikie sauti ya mke wako. Praise God. Amen. Mungu abariki sana. Mimi naitwa Isabella Waboi na nimeokoka. Amen. Ninyendete Jesu ni undu wa kuhonokia na kuhe utugi muingi. Amen. Nijiguaga ndi murathime ni undu wa Teresia hia. Ni tondu ni ngurumagirira na nijiguaga ngirathimika muno. Amen. Ni ndwikite wa gutumika muno iguru rigie kiugo giaku na ngatuika wa kumeria kindu meretie. Amen. Na ninyonete ni ngukura. Amen. Ngai wa moyo murathime muno. Amen. Na mwike maundu mega. Hallelujah. Tuwapigie makofi na karibuni tena na tena watumishi wa Mungu. Tunawapenda sana. Amen. Si tusimame. Tusimame. Sasa tunaingia kwa wakati ambao ni wa muhimu sana. Lucy jogona kuja. Ndahota kwaga gwa gutigwo guku. Kaire tugakainge kauma. Tukae tu dakika moja Lucy aseme kitu. Huyu nikimnyima na ananikoseshanga amani. Anyandikagira tukwakiriraga. Ananiandikianga akiria. Shino. Finally our days are over with us now. Days which we were very eagerly waiting for. Days which brings happiness, praises, and joy in our lives together within our church, Synagogue of Hope Church Kasarani. For the prayers that are offered unto us by the servants of God. Our Lord Mother Apostle Teresia Wairimo Jenga, congrats for such an arrangement of such services, which raises the lives of many people in our church, Synagogue of Hope Church Kasarani. May the blessings of our Lord be upon you in all the days of our lives. To our Lord Father Archbishop Dr. Dunstan Maboya, Bishop Emily Wangoi, and all the servants of God who were in our presence during this Shino. May the blessings of our Lord be upon you. Gifts that come from our Lord be upon you. And surely goodness and mercy shall follow you in all the days of your lives. Finally, my dear fellow Christians, let us all wait for our second Shira results. For you never know whether it's your turn and season for your life to be changed and never be the same again. Dear God, may I be the next person that this second Shira is going to favor and change my life in Jesus' name I pray. As I am going to have my seat now,
nejoewe wakwa ona bele ya bitodene ya maitogwa Lord Negona retowe wakwa nenende watirewe wakwa anarere bene neshara gerera Thank you. Pigia huyo msichana makofi, makofi, makofi. Osio oge muma eke oguo ri. Angethi kungi aheo platform ri. Ithe kwa Ngai gutiora. Ithe tiguo. Rusi we ndukanage kuhoya kanya. Na akinyimwo anakasirika. Rusi tunakupenda sana, Mungu akubariki. Tusimame sasa ndio nilete mtumishi wa Bwana uri ogutwariria kiugo kio muthi. Tukwaririo ni ndungata ya Ngai, amekuwa wa baraka sana, ametubariki wiki mzima na amenena mambo ya nguvu wiki mzima, na haya maneno yatazidi kututia nguvu. Haleluya. Naomba apelekwe pale juu. Peleka yeye hapo. Bishop Dr. Emily Wangoi. Mpigie makofi mazuri sana sana sana. In the name of Jesus. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Ongeza sauti. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Ningependa tuweze kushukuru kwa sababu ya Mungu ambaye ametuleta umbali huu. Wiki yote tumekuwa katika uwepo wa Bwana. Amen. Ningependa kwanza tumshukuru Bwana. Weka mikono yako pamoja. Can we appreciate our God? Amen. Amen. Nataka kushukuru kwa sababu ya Apostle Teresa Njenga. Can we appreciate for this great woman? Reverend Njenga, I salute you. Amen. Wewe wacha kukata umeme. Kama unapiga makofi, piga makofi mazuri. Tuko na mtumishi wa Mungu Martin. Amen. Bwana Yesu. Martin, thank you so much. Leo ni siku yangu ya pili kukutana na wewe. Tumekuwa na ndugu Karango, I think, yes. Bwana Yesu asifiwe. Can we appreciate these servants of God? Amen. Tunataka kuwakaribisha wote ambao tuko kwa Kameme TV, Give Up TV na kwa kila mtambo siku ya leo. Amen. Tuko hapa Shilo. Amen. Kwa sababu kuna kitu Bwana anatenda na ametutendea. Amen. Kabla sijaingia kwa neno la Bwana, nitapenda tu ukae chini. Uketi kwa kiti, sorry. Amen. Kabla sijasema jambo, kuna kitu kimoja kilifanyika kwa Hana. Biblia inasema hadi mwaka angepanda mlimani na mume wake na mke mwenza wakienda kutoa dhabihu. Amen. Na walikuwa wanapanda mlimani, wanaporudi Penina anashika mimba, lakini Hana anabakia kama bado hajapata mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kuna kitu nataka tuondoe. Amen. Na ndipoza nitafadhali nipatie sauti mzuri. Na wakati wote ambapo angepanda mlimani alikuwa ananungunika. Alikuwa anajiangalia. Najua hapa hakuna mtu wa manunguniko. Alikuwa anajiangalia, anaambia Mungu, mimi ndio mke mkubwa wa huyu mzee. Amen. Angeenda mashtaka mbele za Bwana. Angeenda kushtaki, angeenda kusema mambo mengi mbele za Bwana. Na yeye kila mwaka angerudi bila mwana kwa sababu ya mashtaka. Tuko pamoja. Lakini najua leo kuna kitu ambacho kinaendelea hapa. Tunaporudi mahali hapa Shilo 2023. Haleluya. Ya kwamba hatujakuja manunguniko. Tumekuja kuongea na Bwana. Tumekuja kupokea
wengine wale tujapokea, tumekuja wale tujapata, tumekuja kupokea, na wale wengine tumekuja shukurani. Usininyonge. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tuko pamoja. Tutapendana tu, wale wanijui tutapendana tu. Wetu ni Nakuru, naitwa Emily. Amen. Na nimeokoka, napenda Yesu kabisa. Haleluya. Amen. Nataka kusema jambo, napenda kusikiliza na ninapenda kuelezewa. Nimesikia mtumishi wa Mungu kila ameniambia asubuhi ya leo, na ninataka kufanya kile ambacho nimeambiwa. Nikiwa hapa kwetu mimi ni bishop, lakini nikiwa hapa mimi niko chini ya mamlaka ya mtumishi wa Mungu apostle. Kwa hivyo hata ukiniita bishop this time, niko chini ya mamlaka haya. Bwana Yesu asifiwe. Ningependa twende katika neno la Bwana katika kitabu cha Samuel, 1 Samuel chapter 1 from verse 24. Niko na pastor mwenzangu atusomea kwa Kiswahili. Amen. Naye alipokuwa amekwisha kumwachisha maziwa, akamchukua pamoja naye na ng'ombe watatu na efa moja ya unga na chupa ya divei, akamleta nyumbani kwa Bwana huko Shilo, na yule mtoto alikuwa mtoto mdogo. Endelea. Nao wakamchinja huyo ng'ombe, wakamleta mtoto kwa Eli. Akasema, ee Bwana wangu, kama iishivyo roho yako, Bwana wangu, mimi ndimi yule mwanamke aliyesimama karibu nawe hapa. Nikamuomba Bwana. Niliomba nipewe mtoto huyu. Bwana akanipa dua yangu niliyomuomba. Na kwa sababu hiyo mimi nami nimempa Bwana mtoto huyu, wakati wote atakaokuwa hai amepewa Bwana. Amen. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru sana adhuhuri ya leo. Tunaomba wema na fadhili zako juu ya kila mmoja wetu katika jina la Yesu. Omba roho wa ufunuo Bwana juu ya kila mmoja kwa utukufu wa jina la Bwana. Na shika mateka kila nguvu zote za giza, kila roho yote ambayo inatangatanga. Baba yetu uliye mbinguni, I arrest it in the name of the Lord. I break his power in the name of the Lord Jesus. Na achilia neema ya Bwana na kibali juu ya maisha yetu. Baba yetu tupatie kuelewa, na ni katika jina safi ya Yesu Kristo tumeomba. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tuko wengi zaidi, kama tutasema amina, inaonekana hatujarudi Shilo, na najua leo kila mmoja wetu amefurahia. Amen. Tuko hapa celebration. Amen. Niambilie huyo mwingine tuko kwa sherehe ya kusherehekea Shilo miaka 3. This is the right time. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Bwana linasema ya kwamba wakati ambapo Hana mwaka ambao uliopita, Hana alikuwa ananyonyesha, na akamwambia mumewe, mwaka huu mimi siendi Shilo, ninagojea mtoto amalize kunyonya. Bwana Yesu asifiwe. Na mtoto alipomaliza kunyonya, alipoachishwa maziwa, neno la Bwana inasema naye Hana akabeba ndume 3 na akabeba pia dabe ya unga ya kafagara, na akabeba chupa ya wine. Au kunisikia vizuri? Kwa sababu lazima tupeleke ile unga fine. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lazima tubebe unga ile mzuri wake dhii. Si ile umetoa tu kwa regarego, ni ile unatoa ile imetengenezwa vizuri. Tutapendana tu. Bwana Yesu asifiwe. Tutapendana tu. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo alipopeleka akachukua mtoto. Alipopeleka katika nyumba ya Bwana, na huyu mtoto akiwa mdogo, neno la Bwana linasema akaenda akachinja zile ng'ombe, akatoa dhabihu na akaweza kupeleka huyu mtoto kwa Eli. Bwana Yesu asifiwe. Akampelekea Eli huyu mtoto. Hapa ni pazuri, mtu anakaa jela kidogo.
Bwana Yesu asifiwe. Akaweza kumpelekea Eli mwana. Haleluya. Na alipompelekea Eli mtoto, maana Eli angejua hana. Wakati wa kurudi Shilo, watu wajulikanagi. Kwa sababu wakati ulikuja Shilo, uso ilikuwa imekunjana. Uso ilikuwa na kilio. Macho ilikuwa na jaa machozi. Tafadhali usinikatie umeme, ongea na mimi. Haleluya. Tuko Shilo. Amen. Ambia huyo mwingine, ule mama anapenda kusikia kelele. Because I'm an intercessor every time. Rabashaka, Rabashanda, Rabashekelela, Rabasaya, Rabashekela zianta. Kwa sababu ya hiyo ndio unasikia hata mimi nataka kupiga kelele na nisikilizwe. So Hana alipokuja mbele za Bwana, Mungu angemjua. Eli angemjua. Maana sasa alikuwa amekuwa mrembo. Bwana Yesu asifiwe. Unajua juzi kuna pale nienda kuhubiri. Mhubiri yule alikuwa mbele yangu akasema, ukiona watu wengine wanajipakaga poda na lipstick. Akaongea na viatu zingine wanavaaga. Akaongea nasema tu yaendelea. Amen. Na mimi niliposimama, maana nilijua ni mimi alikuwa anaambia. Amen. Hajui Mungu wangu. Niliposimama, nilisema ninavaaga vizuri hivi nikikuja kwa nyumba ya Bwana. Kapoda kangu kazuri najipakaga nikikuja kwa nyumba ya Bwana. Lipstick yangu najipakaga nikikuja kwa nyumba ya Bwana. Maana sina pahali pengine pa kwenda. Pahali nakuja ni nyumba ya Bwana. Roba shaka, roba saya. Sijui wewe unafurahia ukienda wapi. Bwana Yesu asifiwe. Na neno la Bwana inasema hangejua Hana. Wakati aliona midomo ya Hana inatembea hivi, alikuwa mama, alikuwa na uchungu. Alikuwa anamwambia, sijakunywa chochote, na mwaga uchungu wa moyo wangu. Lakini sasa hakuona meno, hakuona mama mzuri. Sasa alikuja amejitengeneza. Maana sijakuja kulia, nimekuja kushukuru. Amen. Ile meno ambayo angeona, akaona Hana meno iko nje, anamwambia ni mimi ule mama. Amen. Kwa sababu wakati Mungu anakutembelea, labda wakati ulikuja kuombewa na apostol hapa, huku kwa vile huko, sasa lazima umkumbushe. Umwambie ni mimi ule mama, ni mimi ule ndugu, kwa sababu umekuja umejifunga tai ambayo inaitwa sina matata. Bwana Yesu asifiwe. Siku hiyo labda shati nilifunga kifungo moja juu na ingine chini. Maana kunakuwa na mambo yalikuwa ananikimbisha brother Martin. Lakini sasa naporudi Shilo, nimejipanga vizuri, nimejiweka vizuri. Lazima niintroduciwe, siwezi kujulika. Amen. Na ndiposa alipofika akamwambia, mimi ni ule mama. Eli anajaribu kuuliza, mama mgani? Ule uliokuwa unasema nimekunywa asubuhi. Akasahau. Anamuuliza, nani gani huyo? Ule nilikuwa hapa siku ile nilikuwa nalia. Kwa sababu angemjua. Tunaporudi kwa Bwana, hatukuji vile tulikuwa. Tunakuja kama Bwana ametuinua kiwango. This is not a continuation ya last year. Tuko 2023. Kiwango kimeinuka. Rabasaya. Kiwango kimeinuka. Kwa sababu ni mwaka baada ya mwaka. Ni mwaka baada ya mwaka. Hallelujah. Amen. Na ndiposa lazima angemwambia mimi ni nani. Akamwambia mimi ni ule mama ambaye nilikuja hapa nikilia. Mimi ndiye huyo. Leo macho jafura. Leo macho si nyekundu. Leo ninaonekana masaa. Niko masaa ya kingdom. Kwa sababu macho si kama ya mtu ambaye ametoka pahali kulia. Ama huyo mwingine.
Ule anavutaga ile kubwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na ndiposa neno la Bwana inasema ya kwamba naye Hana akamwambia, naye huyu ndiye mtoto ambaye nilikuwa naomba. Hii ndio maombi ambayo niliomba. Akaleta Samueli akamweka mbele za Bwana. Akamwambia, nami nimemleta nimpatie Mungu milele. Amen. Nimeleta huyu mtoto atumikie Mungu milele. Wakati mwingi wakati tunakuja kuomba hatujuagi Mungu ako na hitaji. Amen. Mmenyamaza vizuri. Haujuagi Mungu anakuwa na hitaji. Saa zingine maombi yako inaweza kushikiliwa kidogo kwa sababu Bwana ako na hitaji. Na ya Hana ilishikiliwa mpaka wakati alitambua ya kwamba Mungu haiko na hitaji. Katika hii madhabahu kuna hitaji nabii. Wakati akaambia Mungu, unipatie mwana, ukinipatia nitamrejesha hapa. Na labda Mungu ako na hitaji. Na unalionaga unasema wengine wafanye. Ukuga woi, utaifanya. Bwana Yesu asifiwe. Unasema acha wengine wafanye. Mimi wakianza nitaendelea. Unajua watu wa Mungu wanagojeanaga. Atuacha mwingine afanye. Answer. Amen. Wewe kuwaga number 1. Amen. Wakati mmoja mimi niko intercessor tunaomba. Lakini kasikia kwa huduma pale wanaenda kanisa. Mtumishi mmoja akakuja akasema, kwa hii kanisa watu 100, your sons 100 wanainuliwa. Nikasema nikiwa hapo tu, I am number 1. Sitaki kujua wale wanaongeaga vizuri. Unajua there is orators. Wale wanajua kuongea vizuri. Wale wanajua. Nikasema sitaki, nitaenda kufunzwa na Mungu. Hata kama mimi ni kigugumizi, nitaenda kufunzwa na Mungu, lakini mimi ni number 1. Bwana Yesu asifiwe. Nimekataa kuhesabu kama watu wengine wanaanza 1. Ati ni watu wangapi wako hapa nataka kuwabariki? Unaanza na wengine 1, mtu anaanzaga na yeye 1, hawa wengine waendelee. Anawara kako jigwa. Nasema hao wengine waendelee. Neno linasema ya kwamba akajua mahitaji ya Bwana, na ndipo akaleta mwana na akaweza kumpatiana mbele ya Eli. Bwana Yesu asifiwe. Twende chapter 2 verse 18. Shakarabarabashanda rabazaya rabashekelela rabasanda rabazaya. Hallelujah. Amen. Lakini Samueli alikuwa akitumika mbele za Bwana, naye alikuwa kijana mwenye kuvaa naivera ya kitani. Tena mamaye hakumfanyisha kanzu dogo na kumletea mwaka kwa mwaka hapo alipokwea pamoja na mumewe ili kutoa dhabihu kila mwaka. Naye Eli akambariki Elikana na mkewe akasema, Bwana na akupe uzao kwa mwanamke huyu badala ya azimio aliloazimia Bwana. Kisha wakaenda nyumbani kwao. Yes. Naye Bwana akamwangalia Hana, naye akachukua mimba, akazaa watoto wa kiume 3 na wa kike 2. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Bwana inasema ya kwamba wakati ambapo kila mwaka, hata wakati ambapo Hana aliwacha mwana, akuacha kwenda mbele za Bwana kila mwaka, na angeenda kama kawaida kutoa dhabihu za mwaka Shilo, angefurahia bila Bwana amemtendea, na angeenda kuangalia Samueli. Angepelekea Samueli kila wakati kanzu. Ilikuwa ni kanzu kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa ni kanzu kidogo kwa sababu Samueli alikuwa ni mdogo. Bwana Yesu asifiwe. Sijui nifanye demonstration kidogo hapa, nipatie hiyo shuka yangu. Shakarabaraba sandori bazaya. Ikarabaraba shandori bazaya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Au nipatie hiyo ingine. Amen. Interpreter wangu kuja hapa.
ni Samueli. Amen. Akiwa mdogo wewe ndio mama Samueli, simama hapa. Kuja hapa. Akiwa mdogo hakuhitaji maombi mengi, kwa sababu mama alielewa kile ambacho Mungu amenipatia ni cha kudumu na cha milele. Amen. Kwa hivyo nahitaji, sitaenda kumtupa kanisani. Amen. Unajua watu wengine, lakini sio nyinyi, wanakuja wanatupa sadaka zao na waangali wanaenda. Bwana Yesu asifiwe. Lakini haikuwa hivyo na Hana alikuwa anaendelea kuombea mtoto wake na kuleta kanzu. Amen. Angeomba tu siku mbili kwa sababu ni kadogo. Hebu fungua uweke hivi. Angeomba siku mbili tu, lakini alipoendelea kuwa kila mwaka akamfunika na maombi. Ametoka kwa siku 3 ni siku 15, kwa sababu amen, ikujifunga, kwa sababu ameanza kuwa, hata ametabiria Eli. Wakati aliona hivyo akasema, mimi sijaenda kutupa kipawa changu, this is my ministry, sitaitupa, I'll continue praying for it. Akajua ya kwamba huyu amekuwa hakimu wa inchi, kwa hivyo anahitaji maombi mengi. Alikuwa naomba siku 2, siku 15. Sasa amen, to cover what God has given you. Kufunika kile ambacho Bwana amekupatia. Kwa sababu kile Pastor Martin kimetolewa kwa maombi, lazima kidumishwe na maombi. Hawezi kupata kitu kwa madhabahu uende ukadumisha na vitu vingine. Whatever umepata hapa kwa madhabahu utakidumisha kwa maombi. Na ndiposa Samueli alikuwa mtu mkubwa. Neno la Bwana inasema hakuna neno la Samueli lianguka kwa sababu ya mama yake. Year after year akiongeza ikuwa siku 40. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi wakipeleka wanasema, nilikuwa nasia hapa, sitaombea, wacha tu nitarudi siku hiyo ingine. Mtumishi wa Mungu ambaye anaitwa Ibrahimu aliambiwa na Bwana katika kitabu cha Genesis chapter 15 ya kwamba mtolee dhabihu, na wakati alipotoa dhabihu na akaweka hapo wakati wa kuteketeza ufike, kunguru walikuja kula, lakini naye hakulala. Alikaa akifanya nini? Akizifukuza. Hii inakuja anafukuza, ile nyingine anakuja anafukuza. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna bahali ambapo tunatupa dhabihu zetu kwa Bwana, tunazifuatilia na maombi. Rabashaka, rabasaya, rabashekelala, tunafuatilia na maombi. Bwana Yesu asifiwe, kwa sababu kile tumepewa na Bwana ni cha kudumu. Amen. Ni kweli alilia akiomba Samueli. Kweli alikuwa hana mpango wa maombi. Alilia, aliomba anyhowly. Lakini wakati ulipofika, jambo likafanyika, aliweza kutunza. Bwana Yesu asifiwe. Kulikuwa na watu wawili, kuna mama mwingine aliyeitwa mama Samson ambaye pia alipewa mwana, na hata wakati ambapo alipewa mwana yeye hakushughulika. Na kila wakati unaongea juu ya Samson, vile alikosa adabu, vile alienda Timna. Wacha nikwambie mpendwa, hakukuwa na mzazi wa kumwombea. Hata kama alikuwa ni shujaa, alikuwa anafanya mambo makubwa, he had no covering. Amen. Angebeba malango ya mji na kung'oa
na kwenda kuyatupa huko, lakini hakukuwa na covering. Haleluya. Lakini huyu mama akamfunika year after year, akajua ya kwamba kile nimepewa na Mungu ni cha udhamana, ambaye mwanangu anaongoza. Rabashaka, mwanangu anaongoza. I don't know mpendwa, ni kitu gani ulipewa na Bwana ukatupilia? Sasa tuna complain. Hata hii nchi, hata hii serikali, hata hawa watu, hata nani. Why? Because haukushikilia. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema mama na baba ya Samson waliulizana. Waliuliza Samson, kwani hapa hakuna wasichana wazuri? Uteremke Timna. Akamwambia, nipatieni kile nataka. Amen. He had no covering. Hakukuwa na mtu wa kumwombea. Bwana Yesu asifiwe. Hakuwa na mtu wa kujali. Lakini katika Shilo, Rabasaya, katika Shilo ambayo tunarudi, tunakuja kuelekeza year after year. Amen. Year after year tunakuja kuongezeka. Hatuendi tutatiji yara. Amen. Because it is year after year. Biblia inasema ya kwamba alipokuja Shilo, neno la Bwana inasema ya kwamba akaweza kuleta Naivera, akamletea Samueli. Na alipomletea, neno la Bwana linasema ya kwamba akabarikiwa na Eli. Wakati wa kwanza Elikana hakuwa pale pa kuonekana. Elikana hakuwa kwa picha. Ni Hana alikuwa analia peke yake. Ni mraji kwa ndo agithomo. Bwana Yesu asifiwe. Ni Hana alikuwa analia peke yake. Lakini wakati walikuja kucelebrate, that's why tuko hapa sisi wote. Tuko hapa sisi wote. Niambilie mwingine niko hapa tuweze kushukuru. Amen. Walienda na mume wake. Walipofika kwa madhabahu, Eli akaambia mume Elikana, Mungu akupatie urithi kupitia huyu mama. Aliyeapea Mungu azimio. Ya Kiswahili sijui inasema hivyo, sijui Kikuyu inasema aje. Aliyeazimia Mungu. Ya Kizungu inasema ya kwamba Mungu ampatie mwana kupitia huyu mama aliyopatia Mungu loan. Kama hiyo loan ya unakuaga naye, hiyo loan ya huko. Azimio ni kuazimiwa. Loan tunabebaga wapi? Kwa bank, si ndio? Kwa branch, ama hiyo ingine inaitagwa soft loans. Ukibeba lazima uende ukalipia hata kama ni soft. Uninyamazia vizuri. Nasema hata kama ni soft lazima utaenda kulipa. Kama unalipaga kila mwezi, naye Mungu atakulipa namna gani? Kwa kile ambacho umemtendea, kwa kile ambacho umekuja kumwambia Bwana asante, na yeye atafanya namna gani? Kwa sababu yeye sio kama mwanadamu. Asante Mama Samuel. Mungu akubariki. By the way, huyu dada, her firstborn is in university. No, is working. Amen. She's a mother of 3. Yes. Amen. Amen. Kwa sababu hapa hakunaga uzee. Yes. Wacha kuleta uzee kanisani. Yes. Hakunaga uzee. Yes. Hallelujah. Yes. Samuel, Mungu akubariki sana. Amen. Na uendelee. Amen. Na hiyo maombi endelee kukufunika. Tuweke mikono yetu pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Na ndipoza neno la Bwana inasema ya kwamba wakaweza kutoa dhabihu ambazo walikuwa nazo, wakalete mbele za Bwana mwaka hadi mwaka mwingine. Naye hakuna kitu ambacho Samueli alinena neno lote la Samueli, hakuna hata moja lilianguka chini. Kwa sababu ya nini? Mama yake alijua kushibisha madhabahu aliyopata. Alijua kuweka madhabahu yake, aliweza kuweka madhabahu yake dhabihu. Amen.
Sijui kama ni Monday ama ni Tuesday, nionyesha watu dhabihu ambazo unatoa zinakuja zinateketezwa, zinakuwa jivu. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe unabakia hapa ukisema siku ile nilitoa, hata pastor akumbukagi, atakumbuka namna gani? Jivu tu ndio inachukuliwa. Kwa neno la Bwana inasema inawekwa pahali pasafi. Jivu ni testimonies. In the book of Leviticus chapter 6 hapo mstari wa 12 Biblia inasema nayo madhabahu ziwanye nini? Isiwachwe bila kitu ya kuteketeza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo inateketea asubuhi, inateketea jioni. Lakini jivu inatolewa ya ile ulileta, inawekwa kando pahali pazuri. Itakuwa inakumbusha, ama utakumbusha Mungu naye siku ile. Ukikuja kukumbusha Mungu anakuuliza iko wapi jivu? Ni kweli umenikumbusha nikufanyia hivi, ama ukitoka siku ile, ama Bwana kumbuka tu ile mambo yote nimeomba, ni sawa. Onadiende mohoi. Amen, mohueha. Bwana Yesu asifiwe. Iko wapi jivu ambalo inaonesha ya kwamba ulikuwa umetoa? Bwana Yesu asifiwe. Na nipoza nikamwambia leteni ngamia, lete ng'ombe, lete mbuzi, lete vitu za damu kwa nyumba ya Bwana. Hapa hatuchinji, tunapokeaga mzima mzima. Amen. Lete silver na gold. By the way, nikumbuka jambo moja. Kuna mama mmoja nilikuwa nataka kwenda kuhubiri pale. Na nilikuwa naenda kama nimebebwa na lori. Unabebwa na lori na ngamia huko juu. So, nikabebwa hivyo na lori na ngamia, saa ingine na ng'ombe. Ulikuwa kwa ng'ombe uko fit, kwa sababu ngamia zinanukaga vibaya sana. Na zinakuramba kwa miguu. Unajua ushukite kule ile lori huko pale hema inawekelewa hapo ndio unakaa. Na unaenda 362 kilometers kwa jangwa pale nilikuwa naenda kuhubiri. So, mimi niko huko nikamwambia hakuna mtu anaweza kunilipia at least kandege. Ndege ni 12,000. Watu wakajifanya hivi. Mmoja akaenda akashikwa na Mungu. Kaambia utoa hiyo pesa. Alikuwa amechukua loan. Akachukua, akaniletea akilia. Mimi nikaenda kuhubiri, naye Mungu akasema, umeniletea hii, nitafanya kwako kuwe kama shamba la Eden. Usiku mvua ikanyesha, radi ikagonga chini kwa ardhi, ikapasua ardhi, ikatoa gold chini, ikaleta juu. Ni upako tu unaweza kufanya hivyo. Unanisikia? Gwakego dhudha wa nyumba. Amen. Ikapasua ardhi. Amen. Na ikatoa gold. Yule mama alikuwa analia 12,000 akaanza kupeleka gold South Africa. Wacha nikwambie, utajiri ambaye Mungu iko naye ni mingi, lakini mkono gamu. Si wa hapa. Nasema wale wanakuwa na mkono inakaa hivi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Lakini si wale wamekuja Shilo, kwa sababu hapa tumekuja kutoa kushukuru. Amen. Na hakuna shukurani bila kitu. So that we may enter to the next level. Bwana Yesu asifiwe. Na ndiposa katika Shilo watu pokea. Katika Shilo utasa unavunjwa. Katika Shilo kila umaskini unaondolewa. Hata wale wanapata watoto wawili, ukikuja Shilo utapata 5. Mnasikia? Muanze kupata watoto. Nyuaki kuyo mwabele usiara. Wacheni maneno ya wawili hapa. Toka hapo tunaongeza. Apia huyo mwingine tuna. Amen. Watu wazage watoto 6. Unajua mama mwingine mdogo tu msichana. Ainiambia mama nataka uniombee watoto. Nataka watoto 6. I saw as if she was not serious. Amen. But now the children are big. Bwana Yesu asifiwe. Tunataka watu.
Amen. Watu waongeze. Niambilie huyo mwingine maana nisikii. Mwambie tunaambiwa tuongeze sasa. Amen. Kwa nini huyo mwingine haongei na wewe? Ambia ni wakati wa kuongeza. Hana alipewa 6. Maana alitoa 1. Akapatiwa wengine ngapi? Na walikuwa wa baraka. Bwana Yesu asifiwe. Kila Bwana anatupatia ni ya baraka. Bwana Yesu asifiwe. Najua ya kwamba leo hii tunaachilia moto katika madhabahu haya. Tunaachilia neema kubwa katika madhabahu haya. Avunja kila roho ya utasa, kila pepo za kukosa, angusha katika jina la Yesu. Amen. Tunatamani Mungu atutembelee. Nani hataki kutembelewa na Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni mwema, anapokutembelea anabadilisha mambo. Amen. Huyu mama amekula kachumvi na huwezi jua ni kwa sababu ya kutembelewa na Mungu. Amen. Lakini miaka ni ya kipande. Miaka ni ya kipande ya Kenya. Wao tena ungetura mukuru. Mimi mtu asinisalimia mukuru, tutaonana hapa kwa hapa. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati wako mimi na wewe. Tuambie Bwana, ni wakati unabadilishwa maisha. Ni wakati Bwana anatenda jambo jipya. Ni wakati Bwana amekuja kutuondoa pale tulikuwa, atuinue in another level. Hata pesa tunaenda another level. We are not complaining. Na pesa zetu sio ndege. Unajua watu wamesema pesa isitoshi, yetu itatosha. Kwa sababu Biblia inasema wenye haki wataishi kwa imani. Wenye haki wataishi kwa imani. Terabashaka. Kuna pesa zinaitwa imani. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kuna pesa zinaitagwa imani. Na tunapotoka hapa, tafadhali badilisha. Badilisha hata namba ya watu wale unatembeaga na wao. Badilisha hata marafiki. Enda pali ambapo hujaenda. Haleluya. Enda kwa hoteli kubwa. Unajua wakati mmoja huko kwetu Nakuru, huko na hoteli inaitwa Amerika. Hata hiyo unaangalia hivi unasema sasa ni wagani wanaingia hapa. Nikasema ninaingia. Ninaingia hapa. Kwa sababu nataka hiyo hewa mzuri nishike. Nakataa na roho ya kukwama. Nikaingia. Nilikuwa nimeambia watu, nilikuwa nahubiria watu. Nikaingia hapa na nikakaa chini. Nikasema nipatie, nikaletewa meno. Nikasema kwanza nipatie maji moto. Nikapatiwa maji moto. Na nikaangalia meno. Mtu wa Mungu, nikaangalia meno. Saa ile ule alikuja nikamwambia hapa hakuna ile chakula ninakulaga. So nikatoka. Lakini hewa ya mahali pale yamenishika. Hiyo hewa ya ukuu. The climate in that place nimeionja. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati ambapo tumekuja katika mwaka wetu wa 3 Shilo, mambo yanabadilika. Hata wale wametoka Kirinyaga, mambo yanabadilika katika jina la Yesu, na yanabadilika kwa wema. Rabashaka, Rabasaya, tuko katika mji mkuu wa Nairobi. Hii ndio lango la Kenya. Terabashaka, pale mambo yanabadilikia. Amen. Ni wakati wetu mwambie Bwana, ni wewe ninatamani. Wale wote wanatuona kwenye runinga wa katika ulimwengu mzima, ni wakati wa kubadilishwa maisha. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sijui wewe unatembeaga aje. Nilikuwa natembea na viatu zimetokana, lakini nikifika kwa ngazi nasema nimetoka. Mnasikia mapepo ya hapa, msinifuate. Nimeingia to another level. Amen. Na pia nimeingia to another level. So tuko level hii. Hapa hakuna mtu aoni. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba Hana alikataa roho ya utasa. Hata kama Mungu nimekumbuka kitu kingine. Kuna mama alikuja akaniambia, "Mama niombee." Naitagwa mama.
Akaniambia mama niombee. Nilienda hospitali na nikatolewa uterus. Na nasikia nataka mtoto. Amen. Kwa Eldoret. Ambia ndio. Huyu Mungu hakuna kitu afanyagi, Mungu ashiro. Ni nini hana? So we prayed. Ukaamini Mungu pamoja atafanya miujiza mbili. Moja ya kuleta uterus na nyingine ya mtoto. Amen. Double zinapatikanaga hapa. Bwana Yesu asifiwe. Na huyo mama akashika mimba. Alishika mimba apostle juu ya nyama. Na mtoto akakua, mtoto mwanaume, alizaa mtoto wa kilo 4. Madaktari walikuwa wanauliza hao. Hata si tujui hao. But kuna ule anaelewa ya kwamba there is nothing impossible with our God. Hata leo hiyo mambo yamekufuata, leo hii inavunjika katika jina la Yesu. Bwana anakuinua kiwango. Haleluya. Na usiwalaani matajiri. Hati hao matajiri wanaringaga sana. Wachana na wao, si kuringa ni pesa. Amen. Ukiwa na pesa lazima style badilike. Amen. Unakanyagaga na ingine tu. Amen. Bwana Yesu asante. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa na pesa kuna style inakujaga. Kwa hivyo wewe wacha kudharau pesa, ati pesa hizi ni bure tu. Ati mtu akipata pesa anaingia kwa dhambi. Wewe nipatie hizo unaingia nazo kwa dhambi, wewe ukae hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Pesa ni mzuri na ndi. Ukiwa na shilingi unakanyagaga, unajua si style, si maringo. Ukiwa na joto kwa mwili, unatembeaga tu na style nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa na joto kwa mwili. Bwana Yesu asifiwe. Na ndiposa tunalete pahali pa multiplication. Pahali ambapo Bwana anaongezaga. Pahali ambapo Bwana anafanyaga jambo. Huyu Mungu nimemuonja na ninamjua. Amen. Kaenda hapa Kajiado kuhubiri. Nikakuta mzee mwingine ananiambia nataka 1400 ya watoto ya shule. Nikamuuliza ni kitu gani uko naye? Niko na 10,000. Nikamwambia hiyo wekelee hapa. Wekelea kwa madhabahu. Wekelee kwa madhabahu na sina nyingine. Nikamwambia ndio. Kwa sababu ile kidogo uko naye ni ya Mungu. Amen. Alipowekelea kwa madhabahu, it was on Sunday kama leo. Monday alikuwa anaenda kwa pastor wao. Ambia ule mama alikuwa hapa aliniambia hata si 400 niko na 500. Kwa sababu Mungu lazima akubakishie yako. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati wa Bwana. Amen. Amen. Na wewe upokee na kibali kikubwa. In Jesus name ya kesho. Utaona vile kutaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Ni Mungu ufanya hivyo. Ni Mungu uongeza. Haleluya. Ni Mungu upanua. Bwana Yesu asifiwe. I don't want to go in that way. Sitaki kuingia kwa miujiza sana. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kukuambia hakuna jambo ngumu na Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna jambo. Siku moja nilikuwa nahitaji 500,000. Nataka kufanya mkutano huko stadium. Na sina. Tukajaribu kufanya harambee ama seed sowing, tukapata 43,000. 40 out of 500. 43. Na nikasema mkutano inaendelea. Watu wote wakaniwacha na hiyo mkutano yangu. Nilikuwa nasikia nimebeba kihema kiote hivi. Watu wameachilia. Lakini nikasema inaendelea na 43. Kwanza nikatoa ya Mungu nikapatia Mungu. Tukatengeneza posters na 20. Ikabakia ngapi? Hiyo ilibakia. Bwana Yesu asifiwe. Let me tell you, at the end of everything, nilifanya mkutano wiki moja Sunday to Sunday, kamalizika na tukarudi tukafanya nini? Kwa sababu there is a God of multiplication. Nikawabariki watumishi wale nilikuwa nimewaita na ikabakia 10,000. Na watu wakabeba chakula wakienda. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nimefunga Biblia yangu. Nataka kusema hivi. Leo tumekuja ili tutoe kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Tumekuja ili tutoe shukrani zetu.
na tuwapatie wale wote wako kwa TV, Kameme TV, wale ambao wanatuangalia kwa Give Hope TV, wale wako kwa Facebook, tuwapatie nafasi yote hao watoe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Pia wewe, tunataka hii madhabahu yote, tunataka leo inuke nyama. Tunataka kuweka dhabihu zetu hapa. Hata mkinyamaza, mimi wazi kuniintimidate na kunyamaza kwako. Hebu mwambie huyo mwingine ndio ko intimidate na kukila. Mimi wazi kuniintimidate, unatoa. Bwana Yesu asifiwe. Si tumekuja Shilo. Nani hajabeba yake? Biblia inasema Hana alibeba. Akakuja kama amebebana nyongani. Akakuja akijua ya kwamba kile nimepeleka, najua ninapokea. Kila unapeana, unapokea double. Kila unatoa, Bwana anaongeza. Kila unafanya, Bwana anakutendea. Bwana Yesu asifiwe. I love giving. Hiyo ikuwagi shida na mimi. I love giving. I give everything. Na mimi nimepewa kila kitu. I wish my baby is here. Nilipewa mtoto akiwa na miezi 3. Mtoto kwa kikapu ya sadaka na miezi 3. Na si huyo, nilienda pale pengine kuhubiri nikapewa watoto 7. Watoto 7 wakaekelewa kwa madhabahu, wale wahubiri tulikuwa nao wakatoroka wakaniwacha. Na watoto 7. Tuange mtoto wa mwezi 7 wakawekwa hapa na wamama wakaenda. Sasa hako kamoja niko nako. I thank God. Ya kwamba kwa Mungu kama ananipea mtu, ni kitu gani kingine hawezi kukupea? Amen. Na sio mtu nimebeba na tumbo yangu, ni mtu ready made. Ni mtu ready made, ameletwa. And a very beautiful girl. Next time nitakuja naye hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yeye ndiye anakuaga driver wangu. Bwana Yesu asifiwe. What am I saying? Nataka ujitayarishe. Na mimi ninaonaga. Nataka kuona kila kitu belete. Nasimamaga hapa. Si Yesu alisimama kwa madhabahu. Nimeona ya ndugu yangu hapa. Si Yesu alisimama kwa madhabahu akaona. Lazima tuweke kwa nini? Lazima tuweke kwa bahasha. Lazima tuweke kwa bahasha. Si tukuje tugemia hii madhabahu na pesa ya Kenya. Na wale wako na ng'ombe tujakataza. Ama aje. Niliambia watu, saa ingine wachana na kubeba tu hiyo plastic money. Sisemi msikue nazo. Ingia tu na hiyo. Lakini saa ingine guzaga pesa. Nani yuko na pesa anipe? Lete njokile hebesha. Ipe kitu kinakujaga kwako kwa sababu asante. Amen. Wow. Nakwambia nani? Kitu kinakujaga kwako maana unakiona. Pesa kama hii. Kuja hapa mtu wa Mungu. Kuja karibu. Nishikie hapa dakika moja nichukue glasses. Hizi glasses ni za mayoyo. Uko chonjo. Amen. Watu wale wako kwa TV, nataka kuwapatia namba ili tuweze kutoa. Ni 0722 33 71 40. 0722 33 71 40. Na pia tuko na till number ni 533 12 83. Till number ni 533 12 83. Amen. Nitasoma tena. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema uonage pesa. Wacha tu kuweka zile za plastic. Saa ingine unakaa nazo unaziangalia. Kila unaona unapata. Amen. Siku moja mtumishi wa Mungu anaitwa nani? Anaitwa Yakobo.
aliambiwa na Laban, zile mbuzi zitakuwa na madoadoa ndio zako, na kukuagi na mbuzi za madoadoa sana sana. Na yeye akafanya utafiti wake, akajua hizi mbuzi lazima zizae ya madoadoa, akatoa kadhanjua mamiti, akatoa miti hivyo na akiwachaga pali pengine na akaweka kwa hori ya maji. Sasa hizo mbuzi zinakuja zinaangalia hiyo maji, zikikunywa zinaona, nasema siku ile nitazaa mbuzi kama ile nimeona ikiwa na madoadoa. Na wewe ukiona pesa this inakuja tu kwako mara moja. Bwana Yesu asifiwe. Unakuwa kila saa unasema zile pesa in your spirit. Amen. We conceive and we give birth kwa kile ambacho tumeona. Nataka kurudia tena kwa Kameme, kwa Give Hope TV ya kwamba tunatoa kwa 0722 33 71 40 kwa wale ambao wanatumia, na pia kwa till number tunatoa 533 1283. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tuko tayari kutoa hizi kwa sababu zimetolewa kwa madhabahu, azirudiki kwa mfuko ya mtu. Hizi ni za madhabahu, acha. Si unaona imeanza kukua mzuri. Nataka tukuje turembeshe madhabahu. Nataka tutoe kile ambacho ulikuwa umeambia Bwana. Narudi Shilo kutoa. Narudi Shilo kutoa shukrani. Nataka tutoe, ninataka kuwapea nafasi. Asante sana Reverend Jenga, Mungu akubariki. Nataka tutoe so that amen, nitakuwa na wakati wa kuombea. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tumejitayarisha tafadhali. Na nimesema kama asante sana my sister. Umefanya oh God bless you, God bless you. Tunakuja hapa anapenda hiyo, tunaleta pesa ile. Kujeni. Ni watu wa upande huu. Tugoje kidogo alafu nitawaita. Thank you so much. Thank you so much my brother and my sister. Thank you. Mungu awabariki. Natangaza baraka za Bwana juu yenu. Natangaza kibali cha Bwana. Nawagojea upande huu, nawagojea. Hawa wengine wasimame tu, nagojea hawa. Na wao ubarikiwe kuja kuweka ujue ya kwamba zimeongezeka kwa utukufu wa jina la Bwana. Nataka toe. Nagojea upande huu. Na kama una simu, kama umetoa kwa simu, ukuje uguzishe, kama kuja uguzishe hiyo simu yako hapa kwa madhabahu. Thank you, God bless you. God bless you. Thank you so much. Kama umetoa na simu, tafadhali kuja register on this altar. Ni kwa madhabahu hii ambayo tunatoa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. You can't register here. Bado nawagojea wapendwa wa laini hii, ninawaona. Asante, Bwana akubariki. Bado nagojea upande huu tafadhali. Tumekuja Shilo. Amen. Labda unaona hapa Shilo pamerembeka sana. Unasema sasa hapa Shilo nini natakikana? Mvua inanyeshaga kwa bahari. Utinajigua. Thank you my sister. Nasema mvua inanyeshaga wapi? Na bahari nataka maji. Bahari inakuwa na haja na maji. Mogirera mno. Bahari inahitaji maji. Adwagethamo. Bahari inahitaji maji. Lakini mvua bado inanyeshaga huko. Ninagojea watu wa upande. Unajua sijawaona? I'm waiting for you. Hata kama umekuja na ng'ombe, hata kama umekuja na mbuzi, kile ambacho umekuja nacho lete. Tunalete hapa kwa madhabahu. Amen. Tunalete hapa kwa madhabahu. Nakuja kurembesha hii madhabahu. Thank you my sister. Thank you. God bless you. God bless you. Nataka tena niwasomee namba zetu za M-Pesa. Ni 0722 33 71 40. Na pia till number ni 533 12 85. 83, sorry. 1283. Amen. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, my brother. Thank you.
Sasa tukuje upande huu, naona kama wamemalizika, lakini naona wengine pale. Nemo inie negera gado itaine inyue. Kuja. Si umekuja hapa? Mimi natoa watu kwa vitu. Huwezi kwenda kwa nyumba ya Bwana sana kwa jeu upande huu. Thank you my sister. Thank you. Nilisema leo nitaita huyu dada anifundisha kufunga kitambaa. Hede wege. Mtaniona vile nitakuwa masaa hapa. We, kuja. Kujeni. Na tafadhali siku hiyo nyingine tunapokuja Shilo, wale hata tunatoka mbali, tunabeba vitu vya damu. Tunakuja na vitu vya damu. Tunakuja na kitu wakati eteta kigongona ine. Kama huyu mtumishi alikuja na akasema, mimi ni yule. Na wale wandugu zetu tuko kwa TV na online. Tuweke kila pahali, turembesha. Asante. God bless you. Hapa ndipo watu wanafunguliwa vipawa vyao. Hapa ndipo pesa zinaanza kuingia kwa mfuko ya watu. Watu wanaanza kukupea bure. Unakutana na watu wanakuambia nataka kukubariki, mpaka unashangaa. Wale ambao walikuwa nakudharau wanakuja. Bwana Yesu asifiwe. Na wagojea. Amen. Tutatoa mara 2. Tutatoa tena. Tafadhali tukuje tutoe. Na wagojea, ninawaona tu. 0722 33 70 40. Inakuwa na ujasiri mwingine. 0722 33 71 40. 0722 33 71 14. Till number 533 12 83. Till number 533 12 83. Karibuni. Amen. Napenda wale hata wanakuja wamebeba kwa nyumba ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Naleta vifaa vingi kwa nyumba ya Bwana. Onakanaka ugeka igiraha noto gukoya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mnataka kuniambia tumekuja Shilo na hakuna mama ameleta mtoto? Amen. Kuna watu walikuja hapa Shilo na wakapata watoto. Diragwetia, sikuitishi mtoto. Amen. Ama ni wewe mama Huyu mama anasema nilimwombea tukiwa town. Akapata huyu mtoto. Acha niwaoneshe. Huyu ni mtoto wa Shilo. Amen. 2022. Amen. Tulipata huyu mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Mama anasema nimekuletea umsalimie lakini sikupei. Bwana akubariki. Na huyu mtoto pia Bwana ambariki. Neema ya Mungu ikae juu yake. Uni nabii. Amen. 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 Wekeni mikono yenu pamoja. Kikombe ya maji. Acha tuniweke hapa. Amen. Watu wamelete mali hapa. Mnaona ama ni namna gani nani? Kwani mnawasikilia wivu? Weka mikono pamoja. Let us put our hands together. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Kuja. Nasikia ndugu yetu Martin anatuambia tu. Tafadhali. La 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 la. Wewe jione tu, tumekuja kujioneshana kwa nyumba ya Bwana.
Rabashaka. Tumekuja kujionyesha yale Bwana ametutendea. Wewe wacha kutukatia umeme. Kama hukuleta celebrate these people. Kesho Tusimame, tusimame, tucelebrate. Amen. Wapi makofi na shangwe na vigelegele. Mama naida na Maria na dada naida na ukienda unyo yake majidia ya wendole warolia. Kuna jambo moja nataka kufanya. Wema wa Bwana umeniweza. Nataka Reverend Jacob kuja. Ndio watumishi wa Mungu katika madhabahu haya. Nataka tubariki hawa wapendwa. Umejionea kuna watu wanajua kurudi kwa Bwana. Ya kwamba sitaki tu nimetoa pesa zangu, lakini wacha nitoe kitu ya damu kwa nyumba ya Mungu. Gayo uradhimanaga. Huyu Mungu ambaye anaangalia watu wake kwa macho ya upendo na waangalie. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nakushukuru sana adhuhuri ya leo. Na kutukuza kwa wapendo hawa ambao wamelete pesa zao, wamelete ng'ombe zao, wamelete mbuzi zao, na wamelete kuku zao. Wamejileta wenyewe, wamejitoa wenyewe, wamejileta mbele zako Bwana. Siku ya leo Bwana, na watamkia tamko la baraka. Na amuru milango yao kufunguka, milango ya kifedha, milango ya baraka Baba yetu, kwa biashara zao ukaweza kuwakumbuka na kuwatenda mema kwa utukufu wa jina la Bwana. Naomba neema ya Mungu ikashuke na njia kuu kwa kila ndugu na kila dada. Baba yetu liye mbinguni, tazama hao ambao wametoa wametoa mali yao, wameleta katika madhabahu haya ya Shilo. Wewe uliyekumbuka Hana, wewe uliyewaondolea aibu, ondoa kila aibu kwa maisha yao. Kile ambacho wamelilia kwa siri, uwabariki kwa wazi kwa utukufu wa jina la Bwana. Taomba apostol aweze kuachilia baraka. Biblia inasema wakati Balaam alikuwa ameitwa na mfalme Barak ili akawalaani Israeli, alipokuwa ako tayari kuachilia tamko ama kuachilia neno, aliwaambia simama mbele ya dhabihu yako, simama mbele ya sadaka yako. Nataka usimame. Na wale wako nyumbani na umeachilia dhabihu na sadaka, nataka sasa usimame. Inua mikono yako mbele za Bwana ukaweze kupokea kutoka kwa Bwana, kwa sababu wakati dhabihu zinaachiliwa, huo ndio wakati baraka zinaachiliwa, huo ndio wakati wagonjwa wanapona, waliofungwa huo ndio wakati wanafunguliwa. Sasa simama imara mbele ya sadaka zako uweze kupokea kutoka kwa Bwana.
Baba, ninaachilia baraka juu ya watu wako. Ninaachilia kibali juu ya watu wako. Ninaachilia mafanikio juu ya watu wako. Lord. Chochote wameachilia kwa madhabahu, wakapokee baraka sasa. Wakapokee mafanikio sasa. Aliyekuwa amewekwa chini na adui, sasa akainuke na kuangaza. Aliyeteswa na mapepo, sasa akakombolewe. Ile familia imesimama mbele yako kwa kuwa wamekuamini. Ninaomba baraka sasa ziwashukie. Baraka ziwashukie. Baraka ziwashukie. Biblia inasema Suleimani alipotoa dhabihu katika madhabahu, mbingu ilifunguka. Mbingu ilifunguka. Ninaomba mbingu sasa ifunguke. Mbingu sasa ifunguke. Igorore unerehikoke. In the name of Jesus. Mambo kera irathimo. Igorore unerehikoke. Katika jina la Yesu. Mambo kera kuma kolewe. Katika jina la Yesu. Yote maruta haha. Wanaria marekereria. Na kuria guothe mari. Yes, Lord. Dahoya igorore hikoke. In the name of Jesus. Igorore hikoke leo. In the name of Jesus. Mambo kere. Ndio Bwana. Adoya mambo kere. Katika jina la Yesu. Wanaria mekora ihu. Katika jina la Yesu. Wanaria mekora ihu. Katika jina la Yesu. Mambo kere leo. Igorore mahiko kere. Igorore hikoke leo. Oya moko makuna igoro. Mwathani. Newa waharorokire ukioria Suleimani ukimuria okwenda ki. Ndahoya muthenya uyu kone muthenya uria ukuria kiuria. Okwenda ki. Taja kila unataka. Taja, tuko kwa madhabahu. Wewe unanisikia ambacho unahitaji. Taja mbele za Bwana. Taja sasa. Taja sasa, nena mbele za Bwana. Ambia Bwana, hii ndio hoja yangu. Nena mbele za Bwana. Hii ndio hoja yangu. Mwambie Bwana hoja ya moyo wako. Wale wanatuangalia kwa njia ya Facebook family, YouTube, popote unatuangalia, taja sasa. Mention it before God. Unataka Mungu akupe kazi nyingine, pokea sasa. Unataka Mungu akupe biashara nyingine, pokea sasa. Unataka Mungu akupatie watoto, pokea sasa. Unataka kubariki hatima ya watoto wako, pokea sasa. Unataka biashara ifunguke, pokea sasa. Katika jina la Yesu. Ni wakati ambapo Bwana ajioneshane katika maisha ya kila mmoja, hata katika kanisa hili la Shilo. Baba yetu uliye kanisa hili la synagogue, Baba yetu naomba ukaweza kuinua hao watumishi wako ambaye Bwana umewapatia assignment ya kuweza kuinua madhabahu haya katika jina la Yesu. Tunamwombea mtumishi wako Apostle Teresia pamoja na Reverend Jenga, Rabasaya, Rabashekelala, Rabasanda, in the name of the Lord. Nataka kuwafanyisha prophetic pandeni hapo juu. Baba yetu liye mbinguni, wanapopanda hapo mahali pa juu, hivyo ndivyo umewainua. Hivyo ndivyo mataifa watawaona. Hivyo ndivyo umeinua huduma yao. Hivyo ndivyo umeinua maisha yao. Naachilia kibali cha Bwana juu ya maisha yao. Naachilia neema kuu juu ya maisha yao. Naomba Bwana wajulikane, sio katika nchi yetu tu, katika mataifa. Bwana, mataifa wawaite kwa utukufu wa jina la Bwana. Naomba neema hii Bwana aiweke mihuri juu ya maisha yenu, pahali ambapo amewainua pahali pa juu, kwa utukufu wa jina la Bwana. Mumekuwa baraka kwa wengi. Bwana anyeshe mvua ya baraka katika maisha yenu na katika kanisa hili la Synagogue of Hope. Bwana ajioneshane. Wacha sasa Bwana awapanue upande wa kulia, awapanue upande wa kushoto, awapanue upande wa magharibi na mashariki katika jina la Yesu. Awapanue upande wa kusini hata kaskazini kwa utukufu wa jina la Bwana. Mungu afanye ili kanisa liweze kujulikana katika jina la Yesu. Wewe Synagogue of Hope ukaweza kuattract wengi katika jina la Yesu. Na pia Bwana naomba uwapatie kiwanja kingine, pahali ambapo Bwana watakuonyesha, wataonesha na kidole, wakuambia hapa
Ndipo Bwana tunataka utupanulie. Bwana uwapanue. Wewe hakuna kitu hawezi kufanya. Mungu wetu wapanue kwa utukufu wa jina la Bwana. Pali tumeangalia, wapanue Bwana, wapanue Baba. Omba Bwana kupanuka kwa utukufu wa jina la Bwana. Nataka kila mmoja inue mikono yake mbele za Bwana. Baba yetu uliye mbinguni, hawa wapendwa ambao wamekuja mahali hapa, hata watumishi wako ambao wamekuja, Bwana wa amani, omba wainue Bwana, wapanue kwa kila kitu ambacho wamekuwa wakikutamania watendee. Tumekuja Shilo, panua mipaka yao, panua biashara zao, panua kazi ya mikono yao, panua mashamba yao Bwana, katika jina la Yesu. Na majina yao iwafanye iwe kuu kwa utukufu wa jina la Bwana. Tunakushukuru adhuhuri ya leo. Nasema asante. Avunja roho ya utasa, kila roho yote ya utasa, kila pepo ya kukataliwa, I rebuke it in the name of the Lord. I bind you, Satan, in the name of Jesus. You cannot touch them. See the sacrifice ambazo zimetolewa katika hii madhabahu. Milele Bwana utainuliwa mahali hapa. Hawa watu ni kitu gani wamezi kukupea? Wametoa treasure zao, wameziwekelea kwa madhabahu. Naomba Mungu wa mbingu wakumbuke kila mmoja. Wacha watu wakati wa mwingine tunaporudi Shilo kusema asante. Bwana utajidhihirisha na utajulikana. Na ni katika jina safi Yesu Kristo tumeomba. Nataka tupige makofi mazuri. Wacha madharau. Nakwambia wacha madharau. Weka mikono Baba. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwenu kanisani umeona hivi, wachungaji mwende mwambie watu watoe vitu vya damu ili tuweze kubarikiwa. Watu wanatoa vitu wanaenda kuchinja huko, na sisi lazima tuletee Mungu wetu vitu vingine hai. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa modo wa gai. Watu wanaenda kuchinjia huko, na sisi tukuje tulete hapa, so that we can be blessed. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Si tumeshukuru vile tumeona, na tumeshukuru vile tumetoa. Can we put our hands together? Hallelujah. Majina yote mazuri. Hallelujah. Kabla tuimbe hiyo wimbo, mtumishi wa Mungu hata tuimbe, na waambia usikatie Mungu umeme. Amen. Wacha madharau. Nataka tupige nduru, tupige jamii, tupige kelele. Hallelujah. Ngoja, nimesikia hapa kumepikwa. Wacha nikupatie siri. Nimesikia kumepikwa jikoni. Kwa hivyo toa hiyo, ulikuwa unafikiri unatembea naye na miguu. Nataka tupige shangwe. Bwana Yesu asifiwe. Mnajua siwasikii? Amen. Mwadhani ya gosho. Yana tugelie. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Tuwapatie hawa wengine nafasi waweze kutoa hizi. Watoe hizi. Si tuwapigie makofi katika jina la Yesu. Si ni paredi ya Mungu, si ni Mungu amefanya haya. Simama zikitoka tunaimba hii wimbo. Majina yote mazuri ni yako.
jina gani? Nikupe jina gani kwani? Jina gani heri niupekewa. Majina yote mazuri ni yako, Jehova muumbaji wangu. Nikupe jina gani? Nikupe jina gani kwani? Jina gani heri niupekewa. Oh, majina yote mazuri ni yako, Jehova muumbaji wangu. Nikupe jina gani? Nikupe jina gani kwani? Jina gani heri niupekewa. Nikupe jina gani kwani? Jina gani heri niupekewa. Oh, majina yote mazuri ni yako, Jehova muumbaji wangu. Mimi nikupe jina gani? Nikupe jina gani kwani? Jina laki heri niupekewa. Kabla tujaketi, nataka tuweke mikono tena pamoja tunapoketi, tuweze kumfurahia huyo Mungu. Moyo wangu nasikia nimefurahia Bwana. Amen. Amen. Nikujua wakati wa mwingine tutakuja hapa, tutakuwa tumepanuka zaidi, kwa sababu Bwana ameona kile ambacho watu wake wamefanya. Bwana Yesu asifiwe. Mbarikiwe sana. Nataka kusema hivi ya kwamba wakati ambapo Hana alimpatia Mungu mwanawe, yeye tu sio tu kupeana, hata Samuel aliweza kuanoint two kings. Kipawa kile alipeana. Tafadhali munisikilize, mimi ni nabii wa machozi, wachana machozi yangu. Bwana Yesu asifiwe. Nitalia hata sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nitalia tu sana lakini niko sawa. Amen. Mimi nimebarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba wakati ambapo Hana, ama wakati ambapo Samueli alikuwa, kile kipawa kililetwa na Hana, akikukushia hapo, aliinuka nabii mkubwa. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Tafadhali mniambie amina, mimi sijui kunyamaziwa. Bwana Yesu asifiwe. Nasema ya kwamba wakati wakati Hana alipeana Samueli hakubakia akiwa mtoto kwa nyumba ya Bwana. Aliinuka. Kile ambacho unatoa kwa nyumba ya Bwana, have expectation. Ukuwe na matarajio makubwa ya kwamba kile Bwana nimeleta kwa nyumba yako, kuna mambo yatafanyika kwa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Hata hivyo umejitoa kuja kwa nyumba ya Bwana, kuna vitu ambazo zinaondoka tu bila hata kukemewa, bila hata neno, kwa uwepo wa Bwana ambao unaubeba kutoka hapa kwenda naye nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Hana
kuwa anaombea mwanawe akakuwa jaji mkubwa, ama akakuwa mtu ambaye aliongoza nchi ya Israeli. Na wakati ambapo Israeli walisema wanataka mfalme, katika kitabu cha 1 Samuel chapter 10, yeye ndio alichukua flask akamwagilia Sauli mafuta. Amen. Nakwambia ile kipawa ambayo Mungu amekupea ndio funguo ya kufungua milango zako. Amen. Kile kipawa tunaitisha kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio kifunguo ya kufungua baraka zako. Bwana Yesu asifiwe. Zile siku tumekaa hapa kwa uwepo wa Bwana, treasure the days. Kile tumetoa kwa nyumba ya Bwana, hiyo ndio mtu usimama naye mbele za Bwana. Haleluya. Amen. Na ndiposa ile ya dhamana unampatia Mungu. Mungu anisaidie. Apostle leo, God has really crushed my head. Ninaona kile Bwana atatenda. Bwana Yesu asifiwe. I just feel God in this place. Na naona Mungu hapa ataponya watu na njia kubwa. Kameme TV, muthegi wa ruriri. Gikundi gĩa Save a Life nituthiĩte na mbere gũteithia arwaru arĩa maremereirwo nĩ kũrĩha mbeca cia thibitarĩ. Tũteithĩtie makĩria ma andũ 5,000 na tũhotithĩtio nĩwe gũkorwo ũtũnyitĩrĩire na njĩra nene. Tũgakũũria na gĩtĩo ndũkananoge, na paybill itũ nĩ weno. Ririkana, mũteithia wa mũthĩni ndĩngĩaga gwatagia ngwatio, na mahanda maingĩ me magetha maingĩ. Cheza kama wewe na cheza sita. Wehotanira ginyagia maita 5,000 ma beti yaku teke teke. Yes, ni uhuthu. Hihinya *675# uthake na namba 6 cia munyaka kume 1 nginya 6. Ikira muigano wa beti yaku kuwehotanira ginyagia maita 5,000 hau hau. Cheza kama wewe na cheza sita. Wigire mweke muhari miekene ya gutuika muhotani. Hihinya *675# uthake o riu. Mundu utakinyetie miaka 18 ndagathake. Thaka na uigirereki. Itangatho riri ni rihitukie ni BCLB. A perfect family is not always what it seems. Hapa hakuna mtu anaweza kunificha kitu. When a father's past is revealed after his death, leaving his empire in the hands of his wife, son, daughter, and